Mganga anaitwa Fagio anataka kutusambaratisha. Anataka kuivunja imaya yetu. Bahari ikikauka, samaki huvua magamba yake. Mkuu, umeitika wito wako wa dharura. Haikuwa kawaida kuwaita mchana, lakini kuna tishio kwetu. Mganga anaitwa Fagio anataka kutusambaratisha. Anataka kuivunja imaya yetu. Kuanzia leo, nguvu zenu zote ziwe kwa adui mmoja. Si muda wa kupambania vyeo, ni muda kuilinda imaya. Tupo tayari mkuu. Mkuu, unajua walitujaribu wengi sana na walishindwa. Huyu Fagio ni nani? Hatuwezi bwana. Hili ni jambo dogo. Huyu Fagio mimi nitajua cha kumfanya asirudi tena kwenye reli ya uhai. Chindole, hakikisha kabla ya jua halijatua Fagio hao ameanguka. Ni rahisi sana, lakini pia tukumbuke swala la Fagio lipo mikononi mwangu. Sasa ni zamu ya kafara. Ni muda wa mkuu kutoa kafara yake. Hivi wewe ulipata wapi ujasiri wa kuongea maneno kama yale pale kwenye kile kikao? Sasa kitu gani ambacho kibaya mimi nimekizungumza? Mimi nilichokiongea pale ni ukweli, na ni ukweli mtupu, kwamba mimi nimeamua kuongea vile na nimeongea. Kibaya nini sasa? Sijamaanisha kosa maneno uliyozungumza kwa Bela ambaye ndio tunayesema ndio mkuu wetu, ya kutisha yale. Mbona bado? Sasa mimi kama kuongea nimeshaongea. Sawa, kwa sababu nimeshajua Bela hana uwezo wa kuongoza sasa hivi. Na mimi nitakachokifanya ni kudili na huyo mganga wenu mnaomuita Fagio ambaye mmempendekeza sasa hivi aje kusumbua au mnajifanya nyinyi anasumbua. Nitamtuma kijana wangu yani chapu kwa haraka atadili naye. Alafu akishadili naye mimi ndo namalizana na huyu mnayemfanya nyinyi kinyangalakata anaitwa Bela. Napiga kabisa pale kili na gonga msumari. Mimi tena nitakuwa nimeshakalia hicho kiti. Ndio pale nilitaka kuzungumzia. Kutokana na hicho kiti utamuweza kumuoa Bela pale? Nisikilize. Mimi nimesha kuambia kwamba maamuzi yangu mimi ndiyo hayo. Kwa sababu ukitaka kukimiliki kile kiti unatakiwa utoe kafara za kutosha. Na mimi ninajua sasa hivi Bela hana uwezo wa kutoa kafara kwa sababu ndugu zake wote kashawamaliza. Haya, atakuwa na uwezo wa kuwatoa watoto 100 yule? Hana uwezo huo. Hapo sasa ndipo nitakapofanya mimi shughuli yangu. Na nikifanikiwa kukalia kile kiti, basi wewe nitakugeuza farasi. Kila siku mimi nitakuwa nafanya kazi ya kukupanda tu. Yaani mimi nakupanda tu na kugeuza kama farasi wa Togolo Bay. Hapa. Alafu nakupigia. Mimi huyo? Basi tufanye yaishi. Mimi yale maneno yako ya zamani yote nimekubaliana nayo. Niko pamoja na wewe sasa. Hapo sasa sawa. Na nikifanikiwa kukalia kile kiti, basi huyu anayejifanya yeye ndio Mama Nyasimbo ndio msemaji, nampiga chini. Namgeuza kigoda, wewe utakuwa unafanya kazi ya kumkalia tu.
Hapo sasa umeongea. Mayepe anakulia. Mayepe ndio tutakuwa kazi yetu hiyo sasa, na sisi tucheke tu Mayepe. Yaani ndio kazi yetu itakuwa imenoga kabisa hapo. Basi ondoa wasiwasi. Sawa. Wabaya, wabaya mamaye, binadamu wabaya. Wabaya, wabaya mamaye, binadamu wabaya. Wabaya, mamaye, binadamu wabaya. Wabaya, wabaya, binadamu wabaya. Ai. Kwa nikikuangalia umri wako ni bado mdogo sana, kwa namna ulivyo ufanani na haya mambo. Alafu hata Bella nimemwambia achane na hivi vitu, lakini mmeamua kunifata, mmezamilia, si ndio? Na ngoma ya kitoto haikeshi. Kwa hiyo kama mmeanza, basi wacha na mimi nimalize. Wabaya, wabaya, binadamu wabaya. Wabaya, binadamu wabaya. Wacha na mimi nifanye navyo. Sasa vita imeanza. Kama wameshindwa kuelewa nilichowaambia, basi wacha na mimi nifanye ninavyojua. Sasa vita imeanza. Tutakutana kwenye uwanja wa mapambano. Wacha na mimi nianze vita. Wabaya, wabaya, binadamu wabaya. Sasa naona hii vita inaanza kuwa kubwa.
Na mimi ninavyofikiri kwamba huyu mganga Fagio mimi hanijui vizuri. Sasa mimi nataka nimuonyeshe upande wangu wa pili jinsi ulivyo. Hivi ndivyo nilivyo. Sasa nasemaje? Nitaanza na wewe, alafu nitakuja kumalizana na Bella. Huu moto uliouwasha, basi natakiwa uyatafute maji ya kuyazimia, na sidhani utakayopata wapi.